wakili Morara Bwakuma. Mimi ni mtenda kazi na wakili wa kikatiba na kisheria katika mji wa Kisii na Nairobi. Alhamisi iliyopita usiku wa kucha Ijumaa, Seneti ya nchi ya Jamhuri ya Kenya ilimng'atua naibu gavana wa Kisii Robert Monda baada ya mashtaka mane kuthibitishwa na washahidi na stakabadhi. Na kisha leo imejiri kwamba gavana wa Kisii His Excellency Paul Arati amemteua mwenyekiti wa Public Service Board Bwana Obebo kumrithi aliyeng'atuliwa Robert Monda. Na kuna changamoto zenye zinaelekea kuenezwa ama kuongelewa na wananchi wa Kisii County na wa Kenya kwa jumla. Kikatiba, hakuna penye katiba ina kipengele chochote kinachoonyesha kwamba vile naibu wa gavana atang'atuliwa na vile atachaguliwa. Sheria ya County Government Act kwa mbivu na mbichi, nyeusi na nyeupe, imeonyesha ni jinsi gani ama ni ila gani zitatumika kumng'atua naibu gavana na vile atawekwa mwingine mwenye anamrithi. Na koti ya juu kabisa nchi ya Kenya, Supreme Court of Kenya, imetoa wasia kuhusiana na hili jambo, sana kwa ile jambo ya kaunti ya Embu na kaunti ya Nairobi. Na Supreme Court imetoa advisory kwamba hakuna kipengele chochote ama kitu chochote chenye kinaelekeza ama kumzuia gavana kuchagua naibu yake kwa njia fulani. Tujiulize kwa swali, katiba katika kipengele cha 149 inaongelea juu ya vile rais atachagua mwenza wake kama hayupo katika mamlakani. Kama rais amepatiwa nafasi kwa katiba kwamba anaweza chagua naibu wake, basi kwa mimi mwenyewe kama mwanasheria ninakusudio kwamba hicho kipengele pia ni sharti kitumike katika mabadiliko ama kuweka mwingine katika nyadhifa ya naibu wa gavana. Kwa sasa Monda baada ya seneti, speaker wa seneti Amason Kingi kusoma yale mashtaka, kumaliza na kura zikapigwa, na baadaye akasoma ile decree kwamba Monda si gavana kwa sasa. Na kuenda mbele, gavana Arati amechagua naibu wake kwa Obebo. Yale yamekusudiwa katika County Government Act ni kwamba jina gavana atachagua, apeane jina katika assembly, katika bunge ya county. Bunge ya county itatuma jina hilo katika kamati ya kuchagua. Kamati ya kuchagua itarudisha kwa bunge, kura zipigwe, aidhinishwe na watume jina kwa gavana, amteue gavana wa naibu wake. Sasa kwa sasa hakuna popote penye mimi naweza sema kwamba kuna kikwazo chochote kwa Arati kwa kazi yenye ameanza ya kumteua mwenza wake. Gazeti ndio tangazo lenye limekubalika katika kisheria kwa chochote kile serikali inafanya ama chochote kile kinafanywa kwa niaba ya umma. So matangazo ya Kenya Gazette ni matangazo yanaambatana na sheria. So kwa sasa gazeti la Kenya Gazette limekuwa na hiyo kwamba Monda aling'atuliwa kuwa naibu wa gavana wa Kisii. Na hiyo gazeti ilikuwa gazeti na Senate. So kwa sasa hakuna kizuizi chochote katika uteuzi wa naibu wa gavana wa Kisii. Ndio Monda na mawakili wake wanaweza kuwa na ideas tofauti na zenye sisi tuko nayo, lakini basi hayo yote yatatuliwa katika koti.
Lakini tunatarajia kwamba koti ya High Court itakuja na amuzi lolote lenye litapinga koti ya Supreme Court iliyo juu, tukiwa tunajua kwamba koti ziko na ngazi zake, kutoka koti ndogo mpaka koti ya juu. So koti ya katikati, hiyo ni High Court, haiwezi patilisha maagizo ya Supreme Court. So ninaamini kwamba yale Supreme Court iliamua katika kesi ya Embu na kesi ya Nairobi ndiyo yatakao kuwa makusudio